Hi ladies and gentlemen, welcome back to our channel. As you can see guys, I'm the Ivano TV together with Faye Official TV. Yeah guys, tuko hapa na Faye Official TV, tuko kwa mazishi already. As you can see, tuko Duberi Towers. Yes. Hapa kwa ground na tunataka kuongea kitu yenye tumeona pale. Sisi tuko kwa ground, si eti kusikia tumeona. So Faye, umeona tribute ya Sky, Victor, Kanyari, Yes. na Tash. Na wote ukiwasikiza zile vitu zenye wamesema ni kama kunaweza shuka fight, but we are not praying for that. Yes. Na pia umeona watoto wamefunguliwa, inasemekana inaitwa trust fund account. Yes. Ya kuwa support ya watoto. Kuwalipia school fees, wakitaka kwenda mahali and all that. Na umeona, si umeona Kindiki mwenyewe amesimama pale akapeana pesa ngapi? 5 million na ya Ruto 5 million. Total 10 million. Alafu Feina kuuliza, swali langu ni, hawa watoto after hii mazishi watafly na Tash ama watabaki Kenya wakaange na Kanyari ama kutaenda aje? Hawa watoto kitu ya kwanza, kama umewasoma wale watu, mtu nani huyu nani Tash, Tash anafuata pesa kitu ya kwanza. Tash, ukiangalia Tash anaenda na hao watoto. Hao watoto hawatakubali waende na Kanyari. Why? Kuna domobi inatokea kwa hao watoto. Watu wengi sana wamechanga. Wamechanga saidi ya Kanyari ama saidi ya Tash? Hiyo pesa yote itaenda kwa Tash. That's why unaona Tash amenyamaza tu, hataki kuongea. So guys, kuna kitu imefichwa hapa. Huyu mwanaume, hii si mbengu yake, unaona? Hawa si watoto wake kitu ya kwanza. Then anasema alioa Betty na watoto, na vile alioa Betty na watoto akapenda wale watoto. Wale watoto aliwapenda kwa sababu alikuwa anapenda Betty. Sasa hii Betty hayuko hai. Ile nini, huyu mwanaume tunajua vizuri haezi kaa peke yake, lazima haowe. Na akioa maybe huyo bibi atakufa tena. Na akioa Ivano huyu mwanamke, kwa sababu hii si damu ya huyu mwanaume na si damu ya yule mwanamke mwenye ataolewa na Tash. Wataanza kutesa hao watoto. Hao watoto ndio wataanza kuteseka. Watu wanasema ati watoto ni wakubwa hawawezi teswa. Watoto wanaweza teso vibaya sana na msijue. So miko nani Ivano, kwa maoni yangu mimi naona Kanyari apewe watoto wake. Lakini hapo kuna kizuizi sana. Hawataki Kanyari aende na watoto. Wako na mambo mingi sana wanazuia kwa sababu huyu mwanaume anafuata pesa. Guys, so unataka kuniambia Tash ako after pesa, yuko after caring of these kids? Hakuna. Why do you think hiyo miaka yote, ni miaka 5 I think, kama sio 5 ni 8 wamekaa pamoja na Tash? Why do you think hajawahi mzalia mtoto kama alikuwa anampenda? Kuna kitu moja yenye amjuangi, mwanamke si mjinga, na ukiona mwanamke hajazalia mwanaume jiulize kwa nini. So ina maana gani? Huyu mwanaume alikuwa na kasoro. Huyu mwanaume alikuwa na mambo yake haieleweki. Huwezi kaa na mwanaume mwenye unampenda, unamuita bwanako na ukose kumzalia. So Betty aliona kitu ndani ya huyu mwanaume na akasema, mimi acha nivumilie kwa hii marriage, watu wasianze kusema nashinda nikiolewa nilitoka kwa Kanyari, watu wasinione mimi ndio mbaya. Unaona? Unajua saa zingine Ivano, nimesoma akili za wanawake sana. Wanawake wamekuwa wakipitia mambo ngumu sana juu ya ndoa. Mtu anavumilia ndoa pale kwa sababu ya watu kwa sababu ya watoto na watu. Kwa sababu ukiangalia Betty alikuwa na watoto wawili, unaona? Na akiwa na wale watoto wawili alitoka kwa Kanyari akaenda kuolewa na Tash. So akitoka kwa Tash olewa na mwingine, hata wale watoto wake watambeba vibaya. So Betty watambeba vibaya. Betty akaamua, wewe tutakaa, lakini nayo kuzaa utawaiona.
Akaamua hata kama ni kuchapwa atakuwa anachapwa na ananyamazia tu. The moment that I step out of that marriage, watu si unajua people will always talk. True. Wataanza kusema sasa huyu aliolewa akatoka, kumaanisha yeye ndio alikuwa na shida. Si unaona vitu kama hizo. Hizo ni vitu wanawake wamekuwa wakiogopa. Like for example, nikupea ile example ya vile mtoto wa Mike Songo amechapwa alafu story ikaenda viral. Si umeona watu wamejitokeza wakasema wengine wanachapwa na to the point of death, lakini wanakaa for the sake of the kids. Si unaona? Yes. The same thing naona ili happen kwa Betty Bayo. Alikuwa anasema mimi hata Tasha akinifanyia nini nitakaa hapa for the sake of my kids. Sasa kitu ingine ni kwa nini hao watoto wasipewe baba yao? Kwa nini Tash akona ile gazi ya kusema ataenda na watoto? Ataenda na watoto amesema atafulfill kila kitu. Aje sasa. Hii si damu yake. Sienda akazae wake. Kwani ana maybe fake, mimi naona anapelekea mama ya Betty hao watoto ama anatudanganya. Hao watu wako na vitu zao wameficha kitu ya kwanza. Na acha nikuambie kitu moja. Kwa nini Betty hajazikwa kwa nani? Kwa Tash? Hata wachana na hiyo, kuja hapa nikuambie. Mimi ile kitu yenye iliniuma ni kuona Kanyari vile aliongea kwa candle lighting akisema hata watoto wamekatazwa kukuja ku candle light last minute, na vile Betty alikuwa hai hajawahi katazwa watoto, lakini nilimhurumia tu. Na ni kwa nini wanamkataza Kanyari kuona watoto wake? Na guys, poleni. Kwa nini wanakataza Kanyari kuona watoto wake? Katoto Kanyari amekuwa akilia hao watoto. Betty akiwa hai. Na Kanyari angekuwa mbaya kwa watoto, angeruhusiwa na Betty akiwa hai kuona watoto, kuletewa watoto wakati wamefunga shule, kuwalipia school fees. Kanyari tumeona ameposti vitu mingi sana Ivano zenye amekuwa akifanyia watoto wakiwa wadogo. Hata we mwenyewe ukiangalia, mimi nilikuanga na watch Kanyari wakati shule zimefungwa. Kanyari alikuwa analetewa hao watoto. Guys, kuna kitu moja hapa, hebu tuongee tuelewane. Kuna kitu moja hapa imefichwa. Huyu mwanaume kwa nini anataka wanaume mwenzake? Kwani yeye ana kizalishi kwani azai? Huyo mtu anafaa achunguzwe vizuri kama ako na kasusu. Anapangilia watoto wa wenyewe. Anaweza kuwa na kasuba. Mimi ningekuwa mwanaume, siwezi kaa miaka 3 hivi na mwanamke kama sijampea. Kama sijampea. Sasa nitajua aje kama mimi ni mwanaume bomba? Nitadhauriwa na watu fei. Hebu umenipeleka pointi mzuri. Kuna huyu mtoto mdogo haka Brownie, kalienda wapi? Huyo mtoto wako wapi? Hajatangazwa. Sijasikia mahali wanamtangaza. Walikuwa wanasema huyo mtoto ni wa nani? Ni wa Betty. Ni dadborn. Na ako wapi? Hakuna. But kuna fununu kwamba Ivano, kuna fununu kwamba Betty aliadopt huyu mtoto. Na kwani wanaficha nini? Sangekuja. Mara unasikia huyu mwanaume aliachua mtoto na bibi yake time alikufa. So huyo mtoto, kwa hivyo watu wako ni kama aliadopt, ni kama huyu ni mtoto wa ule bibi mwingine alikufa. So mtoto like that. Yes. Watu wanaongea hivyo. Huyu mtoto si wa Betty. Betty alikuwa na watoto wawili, si watatu. Huyo watatu ni wa huyu mwanaume. Na kwa nini hajasomwa hapa? Kwa nini? By the way hajasomwa. So tunafaa kujiuliza maswali mengi sana. Huyu mwanaume kitu anafuata tu ni pesa tu. Akae na watoto, aende aoe, waanze kutesa watoto na huyo bibi yake, juu hii si damu yake. So mimi kwa maoni yangu, guys, mimi hata mkinitusi siwezi feel kitu, kwa sababu tunaongea kama watu wazima hapa. Watatutusi, unajua wote wana support ule brown skin. Eti wanasema fei mimi nashindwa na watu. Wanasema ule brown skin hana drama. Ule brown skin hana drama, yes, lakini aka katoto kasichana ule nikome.
Aka katoto kasichana. Si kanakulanga hizo nini? Kanakulanga hizo drama. Yes. Ako katoto unajua kanalipwa pesa ngapi na YouTube? Huyo mtoto anahan hata Facebook. Huyo mtoto anahan. Na TikTok bado ni ka brand ambassador. Yes. Sasa uniambie Fei, mukisema ati amtaki drama, amtaki vituko. Si kila mtu anakuanga na talent yake. Ako katoto kako talented. Watu wamekuja huku wameanza kukatusi. Wanataka kuzima ndoto ya nini ya msichana. Unajua msichana wa Kanyari. Mimi nashindwa nani atakaa na ako katoto akaelewe. Sasa Abu anakascriptia vile Betty alikuwa mwenye anaweza pea script huyu mtoto ni Kanyari. Exactly. Ni Kanyari. Exactly. Like nini watu wanasema nini watu wanaongea vitu mingi hapa eti Kanyari akipoa watoto sijui wao atakaa na wao haje eti yeye ni mtu wa drama, lakini Betty hata Betty mtoto wake ni mtu wa drama, ni mtoto wa drama. Wanakula hizo drama. So kuna vile at age of 13 hako katoto kanapata over 150k monthly. Anahana mshahara na huyo ni mwanafunzi. Na ni mwanafunzi. Na ni katoto. Lakini aki wakinyang'anya Kanyari watoto mimi nitalia Fei. Wanafanyia Kanyari vibaya. Acha nikwambie Ivano, utaenda kukua kubaya. Ulisikia TikTokers wakisema hata maandamano itaekwa. Maandamano itaekwa. Gen Z ni wabaya. Lakini hata wakiandamana na watoto, unajua watoto already watakuwa washaenda America Fei. It will be too late for them. Haki mimi nawahurumia. Imagine mimi nahurumia Kanyari. Nahurumia nani Kanyari kwa sababu kama sio hivyo wampea kademo akaange nako. Komeni kama ameenda mazishi nako peke yake. Akisiange tubeba. Si ndio Fei? Mimi hata sijui vile kutaenda. Ni Mungu tu ataonekania hao watoto, ni Mungu atakuwa mama yao. Na Mungu awafunike na damu ya mwanao Yesu Kristo iliyomwagika pale msalabani. Amen. Sasa Fei, wewe maneno ya mwisho unaweza sema nini kuhusu hao watoto? Mimi naweza sema hao watoto kitu ya kwanza, kuna ile video nani Sky alifanyanga. Ilikuwa tu ni maswali, hizi maswali zenye mnaulizanga huku online. Kanyari Sky tunajua hako na baba wawili. But Sky alisema sana mostly mwenye anapenda ni baba yake Kanyari. Huyo mwingine anampenda kwa sababu wanakanga na yeye. Si eti anamchukia, but sana alisema anapenda Kanyari kwa sababu ni mzazi wake alimzaa na anamlea, anamlipianga school fees, hajawahi muomba kitu akamnyima. Kitu ya kwanza Kanyari hajawahi kataa hao watoto. So mimi maoni yangu ya mwisho ni Kanyari apewe watoto wake, Kanyari atakaa na hao watoto vizuri. Kanyari hii ni damu yake, haezi tesa damu yake, kitu ya kwanza. Lakini wakiachua huyu mwanaume mwingine, hao watoto mtakuja kutuambia hapa. Mtakuja kuona wakitesekea tu hapo kwa sababu huyu mwanaume si eti atakaa peke yake, ataenda hoe. Na akishaoa huyu mwanamke atapenda hao watoto kwa sababu si damu ya Tash. Na Tash hatakuwa hanaona kitu. Kuna ile Ivano, acha niongezee tu maneno ya mwisho. Kuna ile unapatanga uko na step dad, but ukiwa na your mama hapo, your step dad akikufanyia kitu anakutetea, unaona? But sasa hao watoto totally hakuna damu yake pale. Tash ana damu pale, yani mama akwe mwingine, baba ni mwingine, si damu yake. Si hao watoto obvious ni kuteswa, watateswa. So hao watoto mi kwa maoni yangu wapewe tu Kanyari akae na watoto wake. So guys, tupatane kwa next video. Tuone vile mambo itakuwa. Bye bye. Na guys, subscribe to Fei Official TV kindly. Thank you guys, nawapenda sana. Unajua nilikuwa nimepotea Ivano, lakini nilipotea kwa mazuri, sikupotea kwa mabaya. Kuna mambo inakuja mbaya sana, yani itashtua dunia mzima. Usiwaambie guys.